Ukiangalia kama upande wa wanasiasa, saa hizi wanasiasa wengi wana roho ya kusimama, mwingine akwe MCA, mwingine akwe MP, mwingine akwe hivi, mwingine akwe hivi, yote ni kazi. Lakini unaweza kuta mtu mwenye hata hukutarajia amekuwa MP, wanaanza kusema aliiba. Wewe ulivunja madhabahu. Madhabahu yanaweza kataa hata usipate kile kiti. Madhabahu ni mabaya. Madhabahu yanaweza sababisha usipate kile kiti. Ni vile wakati mwingine niliwaambia kuhusu marehemu Raila, nikasema Mungu alisema hataona asipovunjiwa madhabahu. Mkasema nabii anasema tu. Kazi nyingine ikatokea ya nje. Nikamwambia, nikatumia mpaka hata mheshimiwa Sifuna, nikamwambia hiyo kazi mzee atapata, mleta hapa nimwombee madhabahu. Sifuna akaniambia mzako busy yako ngambo, hata kuja saa hizi. Nikasema sawa. Si alianguka? Nilimwongelesha mheshimiwa, nikamwambia Mungu amesema umwambie akuja hapa nimwombee apate ile kazi. Mheshimiwa akanijibu akasema hayuko karibu. Hayuko karibu. Nikamwambia sawa, nimekuambia chenye Mungu amesema. Si alianguka? Aya, unajua hata rais alienda mpaka huko, akasimama akisema hawezi. Madhabahu hatuwe na rais, haiwezi faulu. Madhabahu si kitu ya kuchezea. Madhabahu ni kama mtu anayejenga juu ya maji au juu ya mwamba. Huwezi jenga tu kwa sababu una pesa. Maji itapeleka tu hivyo na iende. Watu wengi ninaona wanataka kusimama, wanasema wanataka. Bila madhabahu brother, pesa yako itaisha. Utaanza kulia na uwe maskini, maloni kuhangaisha na madeni. Bila kusimama na madhabahu, mpaka utengenezwe hiyo madhabahu. Mpaka ukarabatiwe maana wewe huna madhabahu. Mpaka ukarabatiwe kulingana na kitabu cha Yeremia. Ukarabatiwe madhabahu, ukutengenezewe madhabahu maana huna madhabahu.